Bwana Yesu Kristo asifiwe. Jamani, hamjambo nyote? Mko salama? Mnaendelea vizuri? Utukufu apewe Bwana. Bado tunasaidiana na kukumbushana kuendana na dalili za unyakuo, yaani dalili zinazotangulia kabla ya unyakuo. Turacafashanya mu kugenda twibutsanya ibimenyetso bitangura imbere yuko iduzwa rihaba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tutasoma sehemu 3. Ico gituma turi busome ahantu hatatu. Kwanza tutasoma kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya 5. Mwanzo sura ya 5. Itanguriro 5. Aya ya 24. Baadaye Wafalme wa Pili sura yake ya 9 igiceni c'icenda aya yake ya kwanza umurongo wa mbere hadi 3 gushitsa kwa 3. Baadaye sura hiyo ya 9 mu nyuma ico gice nyene c'icenda aya 30 umurongo wa 30. Watusomee hapo kwa lugha ya taifa. Reka dusome mu Kirundi. Turahera mu Itanguriro igice ni ca 5 turasoma umurongo wa 24. Itanguriro 5:24 haravuga ngo, kandi Enoki yagendana n'Imana araheza ntiyaba akiboneka kuko Imana imujanye. Amen. 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 Abami ba kabiri igice 9 turasoma umurongo wa mbere gushika kwa 3 turasimbira no ku murongo wa 30 muri ico gice nyene. Ijambo rya Yesu riravuga ngo, bukeye Elisa uvugishwa n'Imana ahamagara umwe mu biga ibyo kuvugishwa, aramubarira ati, kazanure wabire iri cupa ry'amavuta ya elayo uje Iramoti Gileyadi. Niwashikayo ubaze Yehu mwene Yoshafati mwene Nimushi, uheze winjiriyari, umuhagurutse umukure mu bandi, umujane haruguru ahiyerereye, uheze usokorore iryo cupa ry'amavuta, uyamusuke ku mutwe, uvuge uti, uko niko Uhoraho agize ngo akwimikishije amavuta ngube umwami w'Abisirayeli. Uheze wugurure urugi, ntutebagane, uce uhunga. 30. Maze Yehu ashitse Yezebeli arabibarirwa, aca yiraba amarangi mu maso, asokoza umushatsi, araheza arungurukira mu idirisha. Amen. 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 Barikiwe na Bwana sana. Amen. Tasoma kwa lugha ya Kiswahili. Ndasoma mu Kiswahili. Mwanzo sura ya 5 aya 24. Itanguriro igice cya 5 umurongo wa 20. Wafalme wa Pili sura ya 9 aya ya kwanza hadi 3 na Wafalme wa Pili sura ya 9 aya 30. Abami ba kabiri igice cy'ena umurongo wa mbere gushika kwa 3 muri ico gice nyene umurongo wa 30. Neno linasema, Henoko
akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Bwana Yesu atusaidie. Nabii Elisha akamwita mmoja wapo wa wana wa manabii, akamwambia, jikaze viuno, ukachukue chupa hii ya mafuta mkononi mwako, ukaende Ramoth Gileadi. Utakapofika huko, mtafute Yehu mwana wa Yehoshafati mwana wa Nimshi, ukaingie ukamtoe miongoni mwa ndugu zake, ukamchukue katika chumba cha ndani, kisha ukatwae ile chupa ya mafuta, ukayamimine juu ya kichwa chake, ukaseme, Bwana asema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli. Kisha ufungue mlango ukakimbie, wala usikawie. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Aya 30 inasema, hata Yehu alipofika Yezreeli, Yezebeli akapata habari, akatia wanja machoni mwake, akapamba kichwa chake, akachungulia dirishani. Bwana Yesu atusaidie. Tuombe kwa mara nyingine tena. Reka dusenge ugira kandi. Baba mwenye haki, mwamugororotse, chini ya nyayo zako nimenyenyekea, munsi y'inyonga zawe ndicisha bugufi, maana wewe ni mwenye haki. kuko uragororotse mwami. Haki yako wacha Baba izihirike kwa watoto wako, Reka ubugororotsi bwawe bugaragare mu bana bawe, ikatende kazi kwa kundi lako. bukore gikorwa ku mugwa, Kila aliyopo hapa, umuntu wese ari ngaha, amani yako iwe nasi sote, amahoro yabane natwe twese, kwa jina la Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu Kristo nashimwe. Nimesema ya kwamba ni mwendelezo wa dalili zinazotangulia kabla ya unyakuo. Twavuze yuko ari urukurikirane rw'ibimenyetso avyibanze imbere y'iduzwa. Enoch alimpendeza Bwana. Enoke yanejereje Uhoraho baada ya kuona wengi wanaenda kinyume chake, kinyume cha Bwana. Amaze kubona yuko benshi bagenda ubutandukana n'ivyagezo vy'Uhoraho, ikaonekanika ya kwamba yeye hakufurahishwa na njia au mwenendo wa wengine. Bigaragara ko we atahimbajwe n'ingendo y'abandi. Kwa hiyo akatembea kama Bwana alivyopenda. Kubw'ivyo agendera mu nzira Uhoraho ashaka. Wengi wakatembea kama walivyojitakia wenyewe, benshi bafata ingendo nk'uko bishakiye, lakini yeye mugabo we akaoa, arongora. Baada ya kuoa, amaze kurongora, maana alioa akiwa na miaka 65, kuko yarongo yapfise imyaka 65, akamzaa kijana mmoja, akamuita jina lake Metusela. Noneho avyara umwana mwita Metusela. Yeye akaona hakuna maana wala hakuna furaha ya kuishi duniani bila kuwa na Mungu ndani. We wabona ko atagaciro bifise kuba muri iyi si atamana ufise. Baada ya kuwa amemzaa Metusela, amaze kuvyara umwana Metusela, akaamua kutembea na Bwana. Ahitamwo kugendana n'Uhoraho, akatembea mapenzi ya Bwana, yeye na Bwana. Maana yake anatembea kwa sauti ya Bwana. Nukuri yagenda bivanye n'uburongozi bw'Uhoraho. Bwana anayomwambia ndio hayo anatenda. Ico umwami yamubarira nico yakora. Yale Bwana anamwambia ndio hayo anatenda. Ico Uhoraho yamubarira nico yakora.
akamshauri mwanae Metusela, noneho ahanura umwana wiwe Metusela, ijapokuwa alikuwa na wengine watoto, naho yari afise abandi bana, maana alizaa watoto wa kiume na wa kike, kuko yavyaye abahungu n'abakobwa, lakini Metusela akawa karibu na baba sana. Mugabo Metusela aregera papa wiwe cyane, akafanya mapenzi ya baba yake, akora icyayo cyose se agomba. Enoke Bwana akamtwaa, akatoweka tu, noneho baada ya kuishi miaka 300 akitembea na Mungu. Noneho Enoke amaze kumara imyaka 300 agenda n'uhoraho, uhoraho aramutwara. Kwa hiyo Metusela akafata njia ya baba yake. Noneho Metusela abonera akajyo ko gukana ibirenge vya se, akatembea kama baba yake alivyotembea, akagenda nk'uko se yagenda, lakini hakufikia kiwango cha baba yake. Mugabo naho biruko ntabwo yageze ku rugezo rwa se, lakini akawa amezaa mtoto Lameki. Mugabo yari yabyaye umwana yitwa Lameki. Baadaye akamshauri Lameki kumwambia babu yako alitembea hivi na hivi na Bwana akamchukua. Noneho Metusela agerageza kuhanura umwana we, aravuga ati sokokuruza wawe yagize ingendo nziza n'uhoraho, noneho uhoraho hitamwo kumutwara. Ndipo akamwambia Lameki, niho yabarira Lameki, Lameki mwanangu, ati Lameki mwananje, tazama, ati raba, mimi nimetembea sawa sawa na gisi babangu alivyotembea. Ati jewe nagize ingendo cyo kimwe nuko data yazigize, hata kama sikufikia kiwango cha juu cha baba, naho ntageze ku rugezo data yashizeko, lakini nakuomba mwanangu, mugabo ndagusabye mwananje, na wewe tembea na Bwana, nawe ujane n'uhoraho. Lameki akamsikia. Lameki aramumva. Mashauri yale akayapeleka mpaka kwa uzao wake na yeye. Izo manuro noneho zandukira n'uruvyaro rwiwe. Ndipo alipomzaa Nuhu. Niho yabyaye Noa. Ijapokuwa na yeye alizaa watoto wa kiume na wa kike, naho nawe yabyaye abakobwa n'abahungu. Unaweza kuzaa watoto wengi, ushobora kubyara abana benshi, lakini sio wote watakusikia. Mugabo si bose bazokumvira. Unaweza kuzaa wengi, ushobora kubyara benshi, lakini kati yao wengi yamkini ukapata mmoja au wawili watafuata mapenzi yako. Mugabo muri ubwo bwishi bwao kumbure hakagaragara babiri cyangwa batatu bagukurikira ubugombe bwao. Kwa hiyo Lameki akafa, noneho lakini ameisha mrisisha maneno ya Bwana, amemrisisha mwanae Nuhu. Noneho naho Lameki hageze igihe apfa, yari yaraze amajambo akomeye umwana we Nowa, na binadamu waliendelea kuongezeka, kandi abana b'abantu bakomeza kugwira. Yani uzao wa Kenani uliongezeka kivyake. Uruvyaro rwa Kenani nagonyene rwayongereye. Uzao wa Mahalaleli ukaongezeka kivyake. Uruvyaro rwa Mahalaleli nagonyene ruriyongera ku ruhande rwa wa Yaredi ukaongezeka kivyake. Na Yaredi uriyongera. Na wa Enoke nao ukaongezeka kivyake, lakini Metusela akashika yaliyo ya Bwana. Ambapo babake alimshauri. N'uruvyaro rwa Enoke ruriyongeranya, ariko Metusela akurikiza impanuro zase, akurikira Uhoraho. Na Metusela naye akawa na uzao wake, na wao kajiendeleza, familia baada ya nyingine wakaenda wanaenea kabisa. Na Metusela aravyara urungano kurundi bagenda bagwira gutyo. Lakini hata hivyo Lameki akashika mashauri ya baba yake Metusela. Lameki afata impanuro zase Metusela. Na yeye Lameki akazaa watoto, na Lameki avyara abana, lakini mmoja ambaye alimchunguza kwa ndani kulingana na mashauri alivyokuwa anapewa na wazazi. Ariko harumwe yaravye mu buryo byago yabivanye n'impanuro yagenda habwa, akamuita jina lake Nuhu. Agenda habwa n'abavyeyi amwita Noa. Akasema huyu ndio atakayetufariji. Aravuga ati uyu ni wazoduhumuriza, atakayetufariji kwa kazi ambayo wanadamu naona wako wanafanya na kutaabika. Nuhu ndio atakayetufariji. Ati Noa niwe azoturemesha bivamye ninge nabandi
bagenda biyanduza mu gukora Na ukiangalia kweli Nuhu alikuwa faraja. Byukuri witegereje Noa yarahumuriza. Hawa binadamu wote wakaongezeka. Tabana abantu bandi bose bariyongera. Majini nayo akaingia akaanza kuwaoa ndani yake. Amashetani nayo arabinjira mu atambura. Lakini Nuhu akachunga ya ile hali. Mugabo Noa we aguma ku ruhande ntiyivanga ni Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Hapa usisahau palikuwa sasa mchanganyiko tayari. Ntiwibagire kuko hari hamaze kuba uruvange. Wa uzao wa Kaini. Uruvange rukomotse ku ruvyaro rwa Kaini, ambaye alizana, yani alikwenda akaoa katika familia ya majini huko Nodi. Kuko agezi Nodi yarongoye mu muryango w'amashetani, akaanza kuzaa watoto ambao hawako kamili. Atangura kuvyara abana badakwije ubuntu bwabo. Sasa hawa watoto wa Kaini rero aba bana ba Kaini walivyoingia bamaze wakachangamana noneho baravanga, majini naye akaona wameongezeka na yao yakaingia. Amashetani abonye babaye benshi n'arinjira yaliingia kwa sababu alijua hapa hatutagundulikana. Yarabinjiyemo kuba bari ari benshi. Mashetani ibwati hapa hawatatugundua. Ntidushobora kumenyekana. Na ujue kandi umenye, labda nikupatie mwangaza kidogo. Reka ndaguhe umuco gato. Wakati panapotokea sherehe yoyote ile, igihe haje umunsi mukuru wari wose, sherehe yoyote, umunsi mukuru wose, iwe sherehe ya ndoa, iwe sherehe ya kutoa mtoto nje, iwe sherehe ya kubariki hili na lile, sherehe ya aina yoyote, wa mariage canke gusohora umwana, guhezagira, nukuvuga umunsi mukuru wari wose, sherehe ya aina yoyote, umunsi mukuru wari wose, kwa njia kama hiyo, muri yo ntumbero, ni hapo uchunguze. Ni ngaho rero witegereze neza. Ni hapo kama mna mchawi ndani, nimba harimo n'umurozi anataka kuroga mtu, ashaka kuroga umuntu au kuwapa sumu katika ile shambra za ule wingi, ni hapo wanapataga nafasi ya kufanya shughuli zao. Murugo bwinshi bw'abantu ba invitari benshi mu bwoko butandukanye naho, unatoka unaingia, huyo anatoka anaingia, wanatoka wanaingia huko, wanaenda huko, wanaenda huko. Ni hapo anaweza kuwa yuko na dawa yake, anafika hata jikoni mahala palipo chakula, anachukua tapu, anaacha kidogo, anatoka anaenda, anakuwa anajua tayari hawatanigundua, maana wako kwenye shambra. Umurozi kubera ibikorwa byinshi kugenda biruka muri twishi, umurozi acaboneraho akaryo ko konona, kiasi kwamba kuburyo hata viumbe vya ajabu vinapataga nafasi ya kuingia, kwa sababu hakuna control, hakuna mwenye atakayejua kama ameingia wala ametoka. Noneho nivyo byaremwe bitangaje kubera ta control hari winjira cyangwa soka, navyo biboneraho akajyo. Ndio maana unakutana kwenye sherehe za kisasa walio wengi werevu. Nico gituma usanga mu misi mikuru ya kino gihe benshi baracubwenge. Yani unakusikia wanakuambia wewe ndio utatumika kwenye meza ya bwana harusi. Yani uchunge sana kama kuna chakula au vinywaji asija akapewa sumu. Ukumva batanze itegeko ati wewe ni ucungera neza ku meza y'abageni, ntihagire umuntu aza kugira ngo abahishana. Maana katika zile hali za namna ile vipito ile, kubera murajama muve madova evye, ndio yanatokeaga hayo mambo. Ivyo vyose vyibibi niho biseruka. Sasa huyu wingi wa kuingiliana, majini naye akapata nafasi ya kuingia pale. Ubwo bwinshi bw'abantu kurondoka, none amashetani nayo abonera akajyo. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu. Sasa dalili tunazoziona, rero imenyetso tubona zinazotangulia kabla ya unyakuo ni nyingi. Ibimenyetso tubona biri butangure imbere y'iduzwa ni byinshi. Na unyakuo wa kwanza ni huyu wa ndugu yetu Enoko.
ndio unyakuo wa kwanza. Kandi iduzwa rya mbere ryabaye kuri uyu mwene data Enoki. Kwa sababu ndani ya Biblia tunapata unyakuo aina 3 na wa 4 ni huu tunaosubiria sisi. Kuko muri Biblia dusangamo iduzwa cyangwa amaduza y'ubwoko butatu, iduzwa rigira kare niri twebwe turindiriye. Maana unyakuo wa kwanza ni wa Enoke huyu. Iduzwa rya mbere ni rya Enoke. Unyakuo wa pili ni wa Elia. Iduzwa rya kabiri rya Eli. Pandishwa kwa gari la moto. Yadugijwe biti. Unyakuo wa tatu ni wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ya gatatu ni umwami wacu Yesu Kristo. Na ya 4 ni hii ambayo tunasubiria sisi kunyakuliwa. Wewe na yule na yule na mimi. Endapo tutatembea mapenzi ya Bwana, kuishi maisha matakatifu. Iduzwa rigira kane niri we nanje turindiriye ry'umwami wacu zoza kudutora mu gihe twobaho ubuzima bwiza. Ndio maana na washauri fanya bidii uishi maisha matakatifu, maisha ya kumtii Yesu kwa kila jambo. Mugire umwete mubeho mu buzima bweje, ubuzima bwo guhimbara umwami wacu Yesu. Sasa tunaona mambo yalivyoendelea. None turabona ingene ibintu vyakomeje. Bwana akamwambia Elia, Uhoraho abarira Elia, akamwambia Elia, aramwambia Elia, unafata nini hapa mlimani? Ati uronderiki nga ku musozi. Unakuja kufanya nini hapa? Kwenye Wafalme wa kwanza ndio yako hayo. Mu bami wa mbere niho biri. Unakuja kufanya nini? Uje gukora. Anambia Bwana, nasikia wivu wako. Aramubwira ati wivu wako ndio unataka kunila. Ni ipfuhe ryawe niryo rishaka. Na mimi naona sio bora kuliko wa baba zangu. Nanje mbona ntabere gusumba bandata. Na ndio maana nimekuja unichukue. Nico gituma nanje naje untore. Kaambia okay, hakuna shida. Anabura ati sawa ntangorane. Sasa wewe Elia, ati wewe Elia rero, unataka nikuchukue. Ushaka yuko nagutwara. Hakuna wasiwasi. Ntangorane. Hakuna shida. Nta kibazo. Hakuna tatizo. Ntangorane. Nimekubali mwanangu kukuchukua. Na vyeme mwana anje kugutwara. Sina shida ya kukuchukua. Jo nta kibazo mfise ndagutwara no kuri. Lakini sikia nikwambie. Ariko umviza ndakubarira. Kuna binadamu wawili nataka ufanye kazi kabla we uondoke. Hariho abana b'abantu babinishaka yuko hari ico ukora kuri bo imbere yuko kabla uondoke. Imbere yuko ndagutwara. Nataka wende shaka ugende. Kwanza umtie Hazaeli mafuta awe mfalme wa Shamu. Ushireko Hazaeli mafuta abe umwami w'Abasiriya. Baadaye umtie Yehu mafuta awe mfalme wa Israeli. Hanyuma usukeko Yehu mafuta awe umwami wa Israeli. Hao wawili wanahitaji kumiminiwa mafuta wawe wafalme. Abo babiri ni ngombwa basukweko amafuta babe ababa. Baadaye na Elisha umtie mafuta awe badala yako. Yani awe badala yako. Wewe nitakuchukua lakini kwanza umtie Elisha mafuta. Na Elisa umusugeko amavuta kuko niwe ari usubire mu gishingo cyawe. Akasema ndiyo nimesikia Bwana. Aravuga ati yego mwami nashubije. Akaenda kwa Hazaeli akampaka mafuta. Agenda kwa Hazaeli aramushika kwa arasuka. Yehu akamwacha hivyo hivyo. Yehu amureka uko. Akaenda kwa Elisha. Agenda kwa Elisha. Akamtupia vazi lake. Amutira kumutamana wiwe. Elisha alivyoona ametupiwa vazi. Elisha amaze kubona tero. Akamfuata Elia. Noneho akurikira Elia. Akafanya kazi pamoja na Elia. Akora ibikorwa hamwe na Elia. Ndipo Elia na yeye akamwachia kazi. Elia akamwachia kazi ndani Elisha. Noneho Elia aboneraho akaje ko gusigira ibikorwa Elisa. Kaambia sikiliza Elisha. Aravuga tumiriza Elisa. Mimi nataka kuondoka. Jewe ngoma kugenda. Lakini Bwana aliniambia nimpake mafuta Yehu awe mfalme wa Israeli. Ariko Uhoraho yambariye ati Yehu ndamusukeko amavuta abe umwami wa Israeli. Na mimi nataka kuondoka. Kandi nanje ngoma kugenda. Kazi hiyo naikuachia wewe. Rero ico gikorwa ndakigusigiye. Uje umtie mafuta Yehu apate kuwa mfalme wa Israeli. Uze usukeko amavuta kuri Yehu abe umwami wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu. Hapa sasa Elisha sasa
Elisa noneho anaona muda sasa usije ukaniendana. Ati noneho seka sintu umwanya. Akaita mmoja mwenye aliona ni jasiri katika manabii wadogo. Ahitamwo umwe abona ko ari umushizi w'amanga muri abavugisho batoyi. Unajua wanaposema akamuita mmoja wapo wa wana wa manabii, ni hapo watu wengi wakafikiria kwamba wawafundishe watu kuwa nabii. Kuwa nabii hakufundishwi na mtu, ni Bwana mwenyewe. Aho yavuze ko yatoranije umwe mu bariko barakurikirana iby'ubuvugishwa, niho benshi bagora bakabyitiranya, kuko ubuvugishwa ntabwo bwigishwa n'uhoraho ubwiwe akuhishurira. Sasa dunia ya leo, Ibilisi amewaingilia binadamu, akawavamia, akawaharibu. Satani yarateye abana b'abantu arabonona. Ndio hapo nakutana watumishi wengi, anaenda sehemu wanakusanya watu, wanaanza kuwafundisha kunena kwa lugha. Na usanga abitwa ko abakozi buhoraho bagenda bakegeranya abantu ngo bagatangura kubigisha ingene bavugishwa mu ndimi. Sasa na kunena kwa lugha kunaendana na Roho Mtakatifu, hakuendani na matakwa ya mtu. Kandi kuvugishwa kuvuga mu ndimi bivana n'uburongozi bwa Mpwemu Yera, ntabwo bivana no gushaka umuntu. Kwa hiyo ndio unakuta sasa, kwa sababu ya mafundisho, unakuta mtu unaweza kwa yuko hapa anatoa neno, akitoa neno shabalala, na unasikia na mtafsiri naye. Sasa unajiuliza, je, wote roho mmoja hapo kweli? Bivanye n'izo nyigisho nihuza umumwe umvaradutse ngo undi ngo mbega harukwigana mu kuvugishwa. Yani unasikia watu wanakuambia ukitaka kunena kwa lugha utasema hivi. Yani unafundishwa wakati lugha ni Roho Mtakatifu mwenyewe anaongea. Huwezi kumfundisha mtu kunena kwa lugha. Hivi ni lugha za kimashetani, watu wamekopi vile. Uriko uravugishwa abari mpwemu abariko aravuga. Kwa hiyo ndio zile roho za mashetani ambazo wakati ule Bwana anasema ni mtume nani akamdanganye Ahabu. Mizali hataki kusikia mashauri yangu, aende amdanganye, aende vitani akaanguke. Malaika wakasema hivi, wengine wakasema hivi, paka kosekana jibu. Izo ni za mpwemu zizimiza. Umwami yavuze ati mbega ntumende aze guhenda Abisirayeli. Lakini izo mpemu zaratangaje ati tuma twebwe, ariko malaika wakasema tutafanya hivi, tutafanya hivi. Baba ati turakora ukuri. Bwana akaona wapi hawataweza. Hawazowei ujanja wa uongo. Uhora avuga ati ntibari ushobore. Pepo moja likatokea, jini likatokea, sasa mimi nitaweza kumdanganya. Noneho impwemu mbi iriyadukiza ati jewe ndabishoboye kumubesha. Mimi utamdanganyaje? Ati uri umeshe gute? Mimi unavyoniona, jewe kumbona najua Ahabu na mkewe wanao manabii pale. Ndazi uko Ahabu n'umugore we bafise abavugishwa. Sasa mimi nitaingia kama roho wa utambuzi. No jewe kisha nitaingia ndani ya wale manabii wake wote 400. Noneho jewe nza kubinjiramwo muri baje bavugishwa bose ko ramajana nk'impwemu. Kisha wote watatabiri neno moja. Yogutahura. Noneho boss nenda utashinda. Bose bashibavugisha. None Bwana akamwambia wewe nenda utaweza. Utadiriki. Iyo mpwemu irabwirwa ati genda urabishobora. Ndipo ilipokwenda kawaingia wote. Iyo mpwemu mbimaze kugenda irabinjira bose. Mfalme wende vitani utashinda. Halelelelele wende vitani utashinda. Unaelelelele wende vitani utashinda. Wende vitani utashinda. Mfalme akaona akasema, lakini ni kweli? Hawa wote wanaweza kuwa wamepatana kweli? Hapana. Hii maana yake hii ni kweli. Umwami aravuga ati bini by'ukuri. Huyu ni Bwana huyu. Aba bose bumvikanye gute kugira bahurire ku kintu kimwe. Lakini unuhora sio wote. Mugabo si bose. Sio wote ambao wanaweza kudanganywa na mashetani.
Wako wengine wako na roho ya Bwana ndani mwao. Si bose bashobora kubeshwa n'impemu z'igishetani, kuko harabo Uhoraho yasizemo impemu. Ndipo Yehoshafati akamuuliza, aramubaza, nimewachunguza hao wote, ni kweli, lakini je, hakuna nabii mwingine? Nivyo, nje ya hawa hakuna mwingine nabii? Mbega hanze y'aba bose nta wundi avugisha? Kasema yupo. Kuna mmoja anaitwa Mikaya. Hariho umwe yitwa Mikaya, lakini namchukia, hajawahi kunitabiria mazuri. Ntarigera amvugishwa ko ibyineza. Kila siku ni mabaya. Kila siku ni mabaya. Ibi gusa nitavugishwa kuri jewe. Mwami Yesu adufashe. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Akaambia mfalme asigazibike, mwite na huyo naye tumsikilize. Mwami ntushakajwe hamagara nuwo. Akaitwa Mikaya. Noneho akaitwa. Mikaya alipofika pale, na kabla hajafika yuko njiani, atarashikari mu nzira, mmoja ambaye alikwenda kuita wale manabii wa Baali akamwambia, sikiliza, umwe tunaenda kwa mfalme. Yagiye guhamagara babaja bahanuzi babayaramu baratumviriza, tugiye ku mwami. Kule kwa tunaenda, rero tugiye, chenye wanakuitia, ico baguhamagara, wanataka kukuuliza bashaka kubaza kama mfalme aende vitani au asiende, ko umwami yogenda mu ntambara cyane nage. Na sasa none ubu kuna manabii 400, hari abavugisha majanane 400 wameisha tabiri mfalme haende vitani. Na wewe usiseme tofauti nao, ntuvuge ibihushanye n'ivyo bavuze, wende useme hivyo hivyo. Uvuge nk'uko bavuze. Akamsikiliza, aramumviriza, kaambia kama Bwana atakavyoniongoza. Nza kuvuga nk'uko Uhoraho akundongo. Akafika, wakamuuliza ile swali kama alivyokuwa ameshaonywa mapema. Baramubaza cha kibazo, je, niende vitani tusiende? Ati mbega tugende mu ntambara cyane tugende. Unajua katika dunia hii, urazi muri iyi si, pamoja na kuwa ibilisi anadanganya watu, hamwe nuko Satani abesha abantu, lakini walio wa Yesu bado watajulikana kama ni wa Yesu tu. Mugabo aba Yesu bazomenyekana ko ari aba Yesu. Hata afanye namna gani kuvuruga watu, lakini wa Yesu atajulikana tu, huyu ni wa Yesu. Naho yokora ibimeze gute kugira ngo acanganya abantu, ariko uwa Yesu azomenyekana ko ari wa Yesu. Atajulikana, azomenyekana. Kwa hiyo akamuuliza, kuvugivye aramubaza, unaonaje tuende vitani tusiendi? Ubona gute tugende mu ntambara cyane tugende? Akawambia mfalme, nenda ukafanikiwe. Aramubarira umwami, tigenda uroranirwe. Wale 400 kila mmoja alisema mara moja. Umwe wese yavuze rimwe, nenda ukafanikiwe, nenda ukafanikiwe, nenda ukafanikiwe. Tigenda uraroranirwa, uratsinda intambara. Lakini yeye wakamuuliza mara 2. Mugabo wewe mubaza, akasema nakuuliza Mikaya, sema ukweli. Sema ukweli. Ndakubaza Mikaya, mbona umesema kirahisi na huwaje unasema kirahisi? Vugishukuri, kamere yawe ntabwo uvuga mu buryo bworoshe. Ndivyo waenda mbinguni walivyo. Uko niko bacha mwishura mesi. Kuwa makini, ube maso. Ndio maana unaweza kuja kuniuliza jambo, nikaangalia ndani ya moyo wako mawazo yako, nikakujibu kuendana na mawazo yako. Nico gituma ushobora kuza kumbaza ikibazo nkakwitegereza mu mutima wawe, nkaguhinyisho ivanye n'ivyo, ili upotee, kwa sababu akili yako, mawazo yako yameshaelekea kupotea. Hasa na mimi nakupeleka vile vile jinsi unavyotaka, ili uangamie, maana hautaki kuongoka. Kuko intego yawe uruwo kuyoba. Rero ko nakubonye kuri kuyoba, ni ngoma nakuba. Ndio maana ukija kuniuliza nitakujibu vile vile. Ni ngoma ndakwishure bivanye n'ivyumviro ufise. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sasa noneho Yehoshafati akasikiliza, aramumviriza. Huyu inaonekana na yeye wamempanga, lakini sio asilia yake huyu. Uyu nawe bigaragara yuko nawe hariho abamugiye mu gutwi, ariko ndipo mfalme akamuuliza tena, sema kweli Mikaya, niende kweli? Umwami arasura ati, vugisha ukuri Mikaya, ngende by'ukuri. Akafikiria kwamba mfalme anamuuliza katika roho nzuri. Ili anamuuliza mara ya pili, maana yake
anataka sasa kujua ukweli kabisa, atakubali. Yiyumvira yuko umwami ariko amubaza inshuro nyinshi ku umutima mwiza. Mtu mwenye kuwa alishaingiliwa na shetani, umuntu amaze kwinjirwamo na shetani, hata umwambie vya Yesu vizuri, naho umwari vya Yesu vyiza ntashobora kumva. Ndio maana Biblia inasema aliye karibu na kupotea mpe kileo, jua apotee moja kwa moja. Noneho uwona yegereye, soma Mithali sura ya 30 aya 6, kuyoba noneho umuyobeshi kugira ngo agira akagirira, kwa sababu ndivyo hataki kuelewa, kuko nashaka gutaha. Ndipo mfalme alipomuuliza mara ya pili, akamwambia, sikiliza mfalme, mimi kuna mambo nimeona, sikutaka kuyasema mwanzo, lakini kuna mambo nimeona. Umwami waje inshuro igira kabiri avuga ati, umviriza mwami, ndakubari hari ibintu mu ntango nashatse kuvuga ariko ndakubari, lakini nimeona mimi, je nabonye wana wa Israeli, Abisraeli wametawanyika, basabagiye kila mtu kwao, basabagiye umwe wese kama kondoo wenye hawana mchungaji, intama zitagira umwungere. Unasikia sasa? Urumva rero, maana yake ananionyesha kama nikienda kule nitakufa, majeshi watasambaa Israeli kama unyaona. Bigaragara yuko ndagenda hariya nza gupfa, hanyuma intwaza ngabo zisabagira hirya no hino zihunga. Kaambia, si unaona nilikuambia Yehoshafati? Sina kubali Yehoshafati. Nilikuambia huyu hanineneagi mazuri. Na kubara yuko uyu atigera amvugishwa ko hanineneagi mazuri. Nigera amvugishwa. Sasa mtieni ndani. Rero mupfunge mpaka nitakaporudia. Gushitsaho mfunge mpaka nitakaporudi kutoka vitani. Mvuye ku rugamba. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu. Watumishi wa Bwana, Yesu atusaidie. Abashumba bohora Yesu adufashe. Akaambia, sikiliza, aramugatumiriza, na mimi ukiona unarudia kutoka vitani, itakuwa Bwana hakusema na mimi. Ati ni wabona ugarusema horuvuye mu ntambara, uhorazo batavuganye naje. Ule mtumishi mmoja, nabii mmoja wa wale wakuu wa manabii wa Baali, akamuwasha kofi kofi kali kweli, ile tunaita buyenzi, kofi la moto. Umubavugishwa wa Bayali akaona maluelue mtumishi wa Bwana, akubiti kofi Mikaya. Wewe unamjibu mfalme na minserere gusa ati wewe. Akaambia, sikiliza, na wewe utajua siku ile utaingia ndani ya chumba chako kujificha. Ati nawe uzobimenya ni winje mu chumba cha kunyegeza. Akawa amemaliza. Kwa hiyo akawa amefariki. Ararangije kubw'ivyo. Bwana Yesu atusaidie. Arapfuye. Mwami Yesu adufashe. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu adufashe. Sasa sikia sasa. Umviza none. Sasa Elisha noneho anafuata sasa yale Elia alimwambia. Akurikiza ivyo Elia yamubariye. Aramubarira. Cha kufanya ni hiki. Ico uri bukore niki? Nenda umtie mafuta Yehu. Ati genda usuke ko amavuta Yehu. Anaita mmoja wa manabii wadogo. Ahamagara. Sio wale wanaofundishwa kueti kutoa unabii, hapana. Ni nabii ambaye Bwana mwenyewe amemchagua, anaanza kutumika, anaanza kusema kwa lugha, lakini sasa angaliki mchanga. Yahamagaye umuvugishwa mutoyi atandukanye nabiga ivyo kuvugishwa. Kwa hiyo anafundishwa sasa, none arigishijwe jinsi gani ukiona Bwana anakuambia hivi utafanya hivi, ukiona Bwana anasema hivi utafanya hivi, ukiona naambiwa habari za mtu usiwe haraka kumwambia. Yani ndo yale wanakwenda wanafundishwa, ni yani kwa lugha rahisi, kulelewa, wanawalea. Lakini swala la kunena kwa lugha ni la Bwana mwenyewe, ndo anakuwa ni roho wa Bwana mwenyewe ndo anakuwa ameingia. Bagenda barigishwa ingene bagiye kuvyifatamo, ariko ikibazo cyo kuvugishwa nuhoraho atangiyo ngabiri. Ndipo akamwambia, chukua sasa hii chupa ya mafuta. Niho yamubari ati, akira iri chupa ya mafuta, uende Ramoth Gileadi. Genda Ramoth Gileadi. Ukifika Ramoth Gileadi, ushitse ngaho, tafuta wende unauliza. Ugende ubaza. Mtu anaitwa Yehu. Umuntu yitwa Yehu, mwana wa Shafati, mwana wa Nimshi. Umwana wa Yehoshafati. Yehoshafati mwene ni Mushi.
mtafute huyo. Uheze Ukisha mpata, ni wamara kumuronka, umtoe ndani ya wandugu wengine. Umukure ahari mu bandi. Ndio maana tunaposema wapendwa, nico gitumye tuvuze mwe, uliitwa wewe. Ni wewe wahamagawe. Kama umeitwa, nimba wahamagawe, kuwa makini na wenye hawajaitwa. Wiyubare wanaweza kukukosesha njia. N'abatahamagawe kuko bashobora kukubuza. Yehu akatolewa katika wengine. Akamwambia, jemadari, nataka kuongea na wewe. Alikuwa ni jemadari. Nataka kuongea na wewe. Yehu akugwa mu bandi, arabwirwa ati ntwazangabo ngomba kugana nawe. Akamuuliza, aramubaza, mimi au mwingine? Akamwambia, wewe jemadari. Akasimama. Ati ni wewe. Alimsogelea General amwegereye. Anambia, tunaweza kuingia ndani? Tushobora kwinjira mu chumba? Anambia, ndio, hakuna shida. Akaenda naye chumbani. Winjira mu chumba. Kaingia ndani. Winjira mu chumba. Kamwambia, nimetumwa na mtumishi wa Bwana nimimine mafuta juu yako uwe mfalme wa Israeli. Akachukua chupa la mafuta akamimina kichwani mwake. Uwe mfalme wa Israeli. Akamimina ile chupa ya mafuta. Baada ya kumumiminia, kama Elisha alivyokuwa amemwambia, ufike unatoka mbio. Maana kuna maswali angeuliza yenye hana nayo majibu. Nkuko Elisha aliyamubari ati ni wamara kumusuka kwa mavuta uce wihuta ugende kuko ni ngombwa hari ibibazo ari kumubaza. Akatoka mbio. Aheri kumusuka. Yani kumaliza tu kumiminia mafuta tu, akafungua mlango, akafunga mbio, akakimbia. Ariruka. Wakati anakimbia, yirutse, wale majemadari wengine wanamwangalia. Ntwazangabo ziramwitekereza. Vipi huyu jamaa? Mbega mbona anatoka mbio? Bigenze gute yuko avuye mu chumba yiruka? Kwa muda Yehu anatoka ameshajipangusha yale mafuta. Anatoka sasa nje pamoja na wenzie. Babona Yehu aje ariko ari hanagora amavuta aza. Waenda mbinguni wakati mwingine wanashikwa namna nyingine. Abaja mu ijuru kindi gihe bafatwa mu ndi buryo. Wenzake majemadari wakamuuliza. Bene intwazangabo zindi. Huyu mwenda wazimu, mbega uyu musazi amekwambia nini? Yakubariye iki? Wakati mwingine utaitwa mwenda wazimu. Ikindi gihe uzokwitwa hauna akili sawa. Utaitwa majina mengi. Bazokwita kuri umusazi ntabwe ngufise ambazo utazira amazina mengi. Kulingana na gisi watakavyo kuona. Bivanye n'ingene utapewa majina mengi. Uzokwita amazina. Lakini Bwana atakuwa pamoja nawe. Mugabo uhoraho zobana nawe. Haleluya. Haleluya. Ndipo alivyokwenda anakimbia. Rero amazi kugenda yiruka. Sasa Yehu anatoka nje. Yehu arasoka. Ndipo wenzake wanamuuliza, huyu kichaa amekwambia nini? Abajenero bandi barambaza ati mbega umusazi yakubariye iki? Huyu jamaa anakuja. Oyaje? Anasema ametumwa na Elisha. Ambie ko yatumwa na Elisha. Amenimiminia mafuta kichwani. Yansutse kwa mafuta. Eti ni uwe mfalme wa Israeli. Mbe umwami wa Israeli. Kutamka tu hilo neno. Amaze kwatu. Wote wakasimama, wakashika vifao. Tunakwenda Yehu mfalme, Yehu mfalme. Wote wakainuka. Hapo wote wakafika wanaenda, wakachukua utawala. Honyene bamaze kubijyo jambo barahaguruka, baca baragenda bamutazira bafata inganji. Kwa utawala. Inganji. Ndipo Biblia inatuambia. Niho Biblia yatubarira. Inatuambia. Itubarira. Yezebeli akapata taarifa. Yezebeli akapata taarifa kwamba Yehu amechukua ufalme. Yezebeli arayibarirwa yuko Yehu bamwimitse ngo abe umwami. Na baadaye akajua nini Yehu alifanya, na alishaua watu wengi, na sasa anakuja pale. Bamaze kumenya ico Yehu yagize, yamaze kwica abantu benshi, noneho araje kukirimba. Alipona amesikia anakuja mjini Israeli. Amaze kumva araje mu gisagara. Kama kawaida yake Yezebeli. Nka kamere ka Yezebeli. Akaingia ndani. Arinjira. Akajikwatua. Noneho akajikwatua. Arihindura isura. Akaweka makeup. Arahindura imishatsi. Na vitu gani? Mwe mnajua wenyewe. Si mnavisikiaga makeup sijui.
pedikire, mendikire, kitu kama hicho. Si mnasikiaga hiyo vitu eh? Akaanza kuviweka weka, rangi za midomo akaweka, uwanja akaweka, akaona amenawi ili kweli, akatengeneza nywele zake. Ili kufanya nini? Akijua atamvutia Yehu. Hicho ndo alichojua. Nataka nimkokote anipende. Sasa aliposikia Yehu yuko chini pale, anasikia farasi zake alikuwa anazunguka zunguka, akatoka sasa ili amwangalie Yehu. Yumva imikogote yiwe arasohoka kugira ngo amurabe, yatangura kuravya indimi hivi akitikisa ulimi ili aweze kumvutia, sijui alifanya. Sasa Yehu kumbe yeye Bwana alimchagua, anamjua. Bwana hawezi kuchagua mwenye hajui mwenda mbinguni. Uhoraho yari amuhisemo amuzora nashobora guhitamo atazi. Anamchagua, anajua huyu hawezi kuzini. Yaramuhisemo azi uko utashobora gusamba. Au kiona Bwana anachagua mtu anakuwa anamfahamu. Ubonye umuntu atora, ubonye uhora atoranyije umuntu menye yuko amuzi neza. Ni hapo Yehu akaona mtu anachungulia dirishani. Yabonye umuntu andika ararungurukira mu idirisha. Anataka kunivuta mimi. Aronka maruko ari Yezebeli, ashaka kumweka rekana. Nani wa upande wangu huko? Mtu fulani. Haya, mtupeni nje. Ninde ari mu ruhande rwanje, uri mu ruhande rwanje namutere hasi. Wakamnyanyua Yezebeli, tupa chini, puu, akasambuka. Baramuterura bamutera hasi, arasambuka. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Sasa hivyo vitu alivyojikwatua navyo, ibyo bintu yihindushe, ndio vyenye wengi wanatumia leo. Ivyo nivyo benshi bakoresha no na wake wa watu, kana abagore b'abantu. Unashindwa kujua Mkristo na mpagani. Ukananirwa kumenya Umukristo. Huyu unamkuta ni Mkristo, ugasanga ni Umukristo, lakini unakutana amevaa suruali, ugasanga yambaye ipantaro. Bwana Yesu atusaidie. Ari umudamu. Yes, unakuta amevaa suruali na ni mwanamke. Anumukobwa cyangwa umudamu ugasanga yambaye ipantaro. Kwa sababu ni wakati wa mwisho. Kuko ari gihe ciherezo. Ni nyakati za unyakuo, tunafikia unyakuo. Ni gihe ciduzwa tugezemo. Watu hawana hofu na Bwana tena. Abantu ntibagitinya Uhoraho. Kwa hiyo haoni shida. Kubw'ivyo baniko atangorana. Mwanamke anavaa suruali, umukobwa mugore akambaye ipantaro, wala habimwambii kitu, ntiyagira icyo bimubarira, anaona ni kawaida, akabona yuko ari bisanzwe. Na Biblia inasema kwenye Kumbukumbu la Taurati sura 22 aya 5. Biblia iravuga mu gusubira mu byagezwe 22 umurongo wa 5, mwanamke asivai mavazi yampasayo mwanamume. Ati umugore ntiyambare imyambaro y'umugabo, wala mwanamume asivai mavazi ya mwanamke, canke umugabo ntiyambare imyambaro yambagwa n'umugore. Kwa maana kila afanyayo mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Ukora ivyo byose ni gisesemwe, ni laana. Lakini leo mwanamke anavaa suruali, anasema kwa madhabahu kwa anahubiri. Yesu wangu, unajiuliza imekuwaje? Lakini kwa sababu ni saa ya unyakuo na karibia, ndio maana vile vyote viko. Umugore agahagara gwicaniro ariko aravuga ubutumwa, ukibatse mbega byagenze gute, ariko kubera ari saha yiduzwa yimirije, ni saa ya unyakuo, ni saa yiduzwa. Yesu anakaribia kulichukua kanisa lake. Yesu yimirije gutora ishengero, bibi harusi iko anaandaliwa, umugeni ariko arategurwa. Ndio maana unakuwa hakuna hofu, nico gituma ntagutinya Uhora kukihaje. Watu wanaona ni kawaida, abantu babona ko ari bisanzwe, hawaoni kama ni dhambi tena, babona ko ari icyaha kandi, kwa sababu Kristo anakuja kulichukua kanisa lake. Kuko Yesu Kristo araje gutora. Ndio maana ukiangalia pia Isaya sura yake ya 3, nico gituma witegereje muri Isaya igice, kabla ya Isaya ukitizama Timotheo wa 2, no muri Timotheo wa 2, ukitizama sikia neno linavyosema, ambiriza uko ijambo rivuga, ili yamkini uone kama utasalimika, kugira ngo ubone yuko worokoka.
yamkini unaweza kusalimika. Kumbure woshobora gukorokoka. Bila hivyo kuna hatari inakuja. Ataruko harakaga kaje. Na itakuwa ngumu watu kusalimika. Kandi biragoye ko abantu bazosi. Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya yake ya 9. Timotheo wa mbere igice cha 2 umurongo wa 6. Aya 9. Umurongo w'icenda sura. Neno linasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye bagendane isoni badahugumba kandi badasha. Ndio mwenendo unaotakikana kwa wanawake. Ivyo ndivyo bibereye ku bagore. Yani wawe na mwenendo mzuri. Bagira ingendo nziza. Yani mapambo yao yawe mapambo ya kujisitiri. Ivyo bishajisha bibereye. Mavazi ya kujisitiri. Bibe bakwiye neza. Na adabu nzuri. N'indero nziza. Kuwa na kiasi. Bagereranye. Yani sio kwa kusuka nywele. Atarugo guhinga imishatsi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Ati ningeso nziza. Si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu. Wala kwa nguo za thamani nyingi. Unakutana na kuwa nashindishana kwenye mavazi. Ugasanga mu myambaro harimo ihiganwa ku badamu. Ndipo akawasukuma akawaambia wawe kama jinsi Sara alivyokuwa. Niho yababariye araberekeza kuri Sara ngo babe nkuko yarari. Maana ndiye mama wa mama wote. Wamwambia jifunzeni muwe kama Sara. Kuko niwe muvyeyi w'abandi bavyeyi bose njo ituma babwiwe. Waache vya kusuka nywele na kuvaa masuruali. Tini mwigire kuri Sara mureke ibintu. Lakini kwa sababu ni saa ya unyakuo. Guhinga imishatsi no kwambara amapana ariko kubera ari gihe cy'iduswa. Saa ya unyakuo. Kubera ari gihe cy'iduswa. Inakaribia. Gihe cy'iduswa. Ndio maana vinakuwa na huyo mchanganyiko. Cyo gituma hari mu ruvange. Sema Isaya sura yake ya 3. Rekurawe muri Isaya igice cya 3. Sura ya 3. Igice cya 3. Biblia inasema. Biblia iravuga. Isaya sura ya 3 aya yake ya 10. Isaya 3:10. Sorry, aya yake ya 16. Umurongo wa 16 Isaya. Na kuteremka chini kidogo tu. Isaya 3:16 tumanuke gato. Neno linasema. Jambo linavuga ngo. Siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri na uzuri wa njuga zao. Atatoa uzuri, yani ule uzuri ambao wanaona ndio vizuri kujipamba, eti Bwana tabiondoa hiyo siku. Tuo munsi uhoraho azokuraho ubwiza bwa. Atawaondolea vile vyote. Ivyo byose azobakura. Na pete za kwenye masikio atatoa. Ule uzuri maana yake ataleta majipu kwenye masikio ili washindwe kuvaa hereni. N'impeta zo ku matwi azozubakurako, yani mashama azobateza. Ataleta jipu kwenye masikio ili wasifai hereni. Kugira ngo ntibambara amahereni. Ataleta majipu kichwani ili wasidefrize nywele wala kuzisuka. Azobateza n'ibihute mu mutwe kugira ngo ntibashiremo defrisage cyangwa basuke. Kwenye aya 21 anasema na pete, yani hizo wanavaa ndoma alliance. Yani unakutana mtu anavaa alliance, Biblia inavikataa. Ukisoma utayapata hayo. Ni Isaya sura yake ya 3 aya 21. Ku murongo wa 21 ibintu by'impeta Biblia ivuga ngo ni impeta zo kunoke nizo ku mazuru. Yani maana yake na azama. Yani azama ni pete vile vile lakini za kwenye mapua. Wanatoga pua kisha wanaingiza pale pete. Azama ni meta ariko yo pete za kwenye vidole. Yani za alliance zile unakutana mtu anavaa. Ni meta zo kunoke. Yani vile vyote ni vya kimashetani hata kama watu unawaambia leo hawasikii. Yani ivyo byose ni vyigishetani aho no musu bari abantu ntibumve. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Sasa vile vyote unakuta watu ni Wakristo wanasimama mbele, wanasema ni waimbaji, wanamwimbia Bwana, na vile vyote ni laana na bila wao kujua kama ni laana. Bakaririmbira uhoraho n'umuvumo mugabo bo ntabwo babizi.
Bwana Yesu atusaidie. Sasa lakini yale yote kwa mwenda mbinguni inampa dalili kujua saya unyakuo imefika. Ni ikimenyetso cyo kumukebura akamenya yuko igihe cyo kuduzwa, saya unyakuo imefika. Igihe cyo kuduzwa kimirije. Anajua kwamba unyakuo umefika. Akamenya kurujaza mwijuru akamenya yuko iduzwa kimirije. Ndio maana sikia mwenda mbinguni. Nico gituma umviriza uca mwijuru. Hatuna muda mrefu tena katika dunia. Nta gihe kinini. Ishi maisha matakatifu. Nube mu buzima bwiza. Tembea unampendeza Yesu. Ugende tembea unamtii Yesu. Ugende acha palala na story ya kibinadamu. Reka kwiva yanga n'amakuru yo muri iyi si. Huyo anasema wewe achilia mbali. Angalia Yesu aliyekuita. Yaba Yesu yaguhamagaye. Huyo tu ndo muangalie. Uwo gusaba ari uraba. Huyo atakwambia unaona mimi nimeanguka kwa sababu ya fulani. Naguye kubwakana. Huyo anakudanganya. Arakubesha. Ni dunia ilimvuta. Ni isi ya mkwezi. Kwa sababu tunafikia muda wa kila mmoja kumwangalia Kristo. Tugeze aho buri umuntu wese yitegereza anamwangalia Kristo. Yesu Kristo. Leo unakuta hata watu hawaogopi tena. Hofu ya Bwana haimo ndani ya binadamu. Kutinya uhuraho ntako kuri barimo. Mwimbaji amekaa ni mwimbaji. Umuririmbyi akabangari. Anazini. Anachukua mimba. Alafu anaiporomosha. Na kesho kutu anakuja kuimba. Hanyuma akaikorora ejo cyangwa ejo akaza kuririmba. Imagine mbingu ya aina gani ya hivyo. Iyo juru ni ryahe bari kubaracha. Yesu atusaidie. Yesu nadufashe. Ndio maana sikia mwenda mbinguni. Nico gitumumviriza uca mwisho. Tunakaribia kwenda kwetu. Twimirije kuishi maisha matakatifu. Baho mu buzima bw'ejo. Ishi maisha kumpendeza Yesu. Baho mu buzima buhimba. Roho Mtakatifu. Wubahe mpemu. Sikia Roho anasema nini? Ukisikia lile Roho anasema nifanyie kazi, tembea. Ugende muri yo ntumbe. Leo ni mambo ya ajabu. No munsi biratanga. Mtu unamsikia ni Mkristo. Kumva Mkristo. Lakini yuko anatazama mpira. Ariko mpira. Sijui nilisikia kulikuwa nimeambiwa kama niona watu wanafanya ubishi hapa kuna kama sijui Kongo ilikuwa inashindana na Uingereza sijui na wapi. Jamani. Walipopigwa nasikia moja kwa moja nisikia kelele nyingi sana. Amaze gutsinda na kimwe kimwe. Yani watu wana wakasema Kongo itashinda. Nasikia ilishindwa. Sasa yani bila hata kutumia busara. Wale wazungu ndio wanawafundisha wao mpira. Baada wazungu na wabigisha mpira. Hivi mwanafunzi unaweza kumshinda mwalimu kirahisi kweli? Uwe umwigishwa ushobora wale wazungu ndio wanawafundisha mpira. Wanawaingiza kwa masomo. Wanaambia utapiga hapa, utapiga hapo, ukimpigia huyu, ukienda hivi, utaka kuingiza goli utafanya hivi. Wao ndio wanawafundisha. Baje bazuni babigisha ngene bari bwigisha. Tuko pamoja. Jamani tuko pamoja. Tulikumwe. Mipira yenyewe wao ndio wameitengeneza. Ayo niyo mipira niyo bayikoza abazungu. Hizo mayo wao ndio wanazitengeneza. Nanzija mpuzu bambara mu gukina. Hizo godion ni wao ndio wanazitengeneza. Na abazungu babikoza. Tuko pamoja. Tulikumwe. Dawa zimetoka kwao ndio kwa shetani alianzia. Imiti yatanguriye mizimu kuingia uwanjani kucheza ilianzia kwao. Imizimu kugenda muri tera gukina yatanguriye. Majini kusema yaingia ndani ya watu wafanye kazi yalianzia kwao. Majini mkuvuga yinjire mu bana kwa yatanguriye. Unaenda kifua mbele utamshinda. Ukagenda akatuzura risogura munesha. Mama we. Yewe gaye. Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Mwambie Yesu atufashe. Vyote wao ndio wanavileta. Sasa mtu anakuja kukufundisha. Umeona aje ukwigisha. Kisha kesho unakuwa unasema unamzidi. Ndio maana unakutana kwa hali hiyo ndio imekaa hata kwenye makanisa. Mtu anakufundisha neno la Bwana, anakufundisha ushajifunza kesho tu unainuka unataka umtoe uende wewe mahala pake. Ni urabisanga no mu rushengero aho munakwigisha none ukavyura umutwe gushaka kwitandukanya nawe ngugende gushinga urushengero rwawe. Yani hamuoni kama ni shetani wa ajabu kweli.
Unataka sasa atoke pale, mimi ndo tumtoe yuko wamwigishije agusubira mu gishingo wamwareshe hatole muri areshe suko wamwareshe hatole. Ukitaka kumtoa unapoteza maisha, unapoteza uzima. Niwashaka gukuraho muri areshe uzotakaza. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Tuko wakati mzito. Turi mu gihe, ni wakati wa unyakuo wa kanisa. Igihe kiduzwa. Watu hawana hofu ya Bwana tena. Abantu bagitinyura. Binadamu anakuwa na Yesu lakini Yesu mwingine. Umwana w'umuntu agira Yesu mugabo atari. Sio Yesu Kristo wa Nazareti. Si Yesu aliyekufa kafufuka. Ariko ni Yesu. Ni kweli wana Yesu lakini Yesu mwingine. Si Yesu ariko ni Yesu wundi. Yesu atusaidie. Yesu nadufashe. Tuishi maisha ya kumpendeza. Tubeho mu bugingo. Tudumu sawa sawa na gisi Kristo anataka. Maisha matakatifu yanahitajika kwa walokole.